Watu wengi wanadhani dereva taksi ni mtu anayeshika usukani, anawapeleka watu wanakoenda, anachukua nauli yake na anaendelea na maisha yake. Lakini hadithi ya Ray ilinifundisha kitu tofauti kabisa. Ray alikuwa dereva taksi, lakini kwa kweli alikuwa mtu anayebeba mizigo ya watu wengine usoni, huku yeye mwenyewe akiwa amebeba mzigo mzito moyoni. Mzigo wa makosa, wa majuto, wa mapenzi yaliyopotea na wa mke mwenye ulimi mkali kuliko panga la mbea. Gari lake, Toyota Corona ya mwaka 1994, gari lenye moshi mweusi kama sigara za vijana wa mtaa. Gari ambalo likipita barabarani, watu wanajifunika pua kana kwamba wanaona jiko la mama ntilie limehamia barabarani. Lakini gari hilo bovu ndilo lilokuwa chombo chake cha riziki. Na nyumbani kulikuwa na gari jingine bovu zaidi, ndoa yake. Mariamu, mkewe Ray, alikuwa mwanamke mwenye ulimi mkali kuliko panga. Siku akiamka asubuhi, kabla hata ya Ray kufumbua macho, Mariamu alikuwa tayari ameanza kutoa hotuba ya asubuhi, sio kwenye redio, bali kwenye masikio ya Ray. Wewe dereva taksi duni, gari lako linatoa moshi kuliko treni ya mizigo ya Tazara. Watoto wanalala njaa, na wewe upo bize unatembea na visichana vidogo, vitoto vya 2000, kubwa zima ovyo. Ray alinyamaza. Alichukua mkate uliobakia wa jana, mkate ambao tayari ulianza kuwa ukungu. Alimwambia Jenny, binti yake mwenye umri wa miaka 9, toka twende shule mwanangu. Nyumbani kuna dhoruba ya kiwango cha Kisukuma. Jenny alicheka. Yeye ndiye rafiki wa pekee wa Ray, na yeye ndiye shahidi wa kila baya la baba yake. Lakini usimdharau Jenny. Mtoto huyu ana hekima kubwa kuliko wazazi wake wote wawili. Asubuhi moja, Ray anampeleka Jenny shuleni kama kawaida. Wakiwa njiani, wanamuona mama mjamzito amekaa pembeni ya barabara. Mama huyu anashika tumbo lake kubwa na anaugua kana kwamba anataka kujifungua hapo hapo kando ya barabara ya lami. Ray alisimamisha gari kwa ghafla. Jenny alimwangalia kwa macho ya kuuliza, "Baba, tena? Tutachelewa shule." Lakini Ray hakusikiliza. Alishuka, akamwendea mama yule. "Mama, ingia. Nikupeleke hospitali. Usijali kuhusu nauli." Mama yule alipanda. Ray akampeleka hospitalini kwa kasi ya mtu anayekimbia mbio za kijiti. Alipofika, hakuwa na pesa za kulipia nauli wala matibabu ya hospitalini. Ray alimkabidhi kwa wauguzi kwa maneno tu, "Msaidieni. Nimemkuta barabarani, msaada wangu umeishia hapo." Kisha akarudi kwenye gari. Jenny alimwangalia baba yake kama anamuona kwa mara ya kwanza. "Baba, wewe ni shujaa." "Mimi si shujaa mwanangu. Mimi ni dereva taksi. Shujaa hawezi kuwa na gari linalotoa moshi hivi kama msitu unaungua." Yule mama alikuwa anaitwa Jessica, lakini Ray hakujua. Na Jessica hakumtambua Ray, kwa sababu wakati mwingine wema unaofanya usiku wa giza hukumbukwa na Mungu tu. Na Mungu huwa anachukua notes. Ray alipotoka nje ya hospitali, alimuona bibi mmoja amepiga magoti kwenye lami. Bibi huyu analia kama yupo msibani. Ray alisimamisha gari tena. Jenny alipiga kelele ndani, "Baba, tena? Leo nitaenda shule saa ngapi? Mjukuu wangu amepata ajali ya bodaboda. Amepoteza damu nyingi. Hana mtu wa kumtolea damu. Nafsi yake inaondoka." "Jenny, subiri hapa. Usifungue mlango kwa mtu yeyote, hata kama amekuja na pipi." Jenny alikaa kimya. Ray aliingia tena hospitalini. Alitoa damu. Mwili wake ulikuwa tayari umechoka kama gari lake, lakini akatoa. Hakuchukua chai,
Hakutaka shukrani. Alitoka tu. Akarudi kwenye gari. Akamwambia Jenny, twende shule sasa. Nimechelewa sana. Yule mjukuu aliitwa Hamza. Na siku ile, Ray hakutambua kwamba damu yake itamwokoa aliyesababisha amani ya moyo wake kuzikwa kaburini. Mungu anachanga karata. Na Ray hakuwa amepewa karata ya kujua mambo yajayo. Waliendesha gari kuelekea shuleni. Gari bovu lilitikisika kama mashua kwenye mawimbi ya bahari ya Hindi. Jenny aliimba wimbo wa shule. Twende shule, twende shule. Ndipo simu ya Ray inaita. Hidaya, nini? Ajali ya bodaboda? Nakuja sasa hivi. Ray alisimamisha gari kama amepigwa na mshtuko wa umeme. Aliweka kichwa kwenye usukani. Alipumua kwa tabu kama mtu aliyezama majini. Jenny alimwangalia kwa macho makubwa ya mtoto anayeona baba yake akilia kwa mara ya kwanza. Baba, mimi kimetokea. Jenny, leo siwezi kukupeleka shuleni. Utapanda bodaboda. Baba, leo nina mtihani wa sayansi. Nahitaji kwenda shule. Najua mwanangu, lakini rafiki yangu amekufa. Naenda msibani. Basi nami nitaenda msibani. Wewe bado mdogo. Hakuna msiba wa watu wazima unaofaa watoto. Jenny hakuwa na namna. Alipanda bodaboda. Akamwangalia baba yake akilia huku akiondoka. Maisha ni duara. Unachopanda ndicho utakivuna baadaye. Jenny alirudi nyumbani kutoka shuleni. Alimkuta mama yake Mariamu amekaa barazani akitengeneza maharagwe kwa hasira. Mariamu alikuwa mtu mwenye kisirani wakati wote. Mama, leo baba hakunipeleka shule. Alipata simu ya msiba. Mtu anaitwa Hidaya amekufa. Hidaya? Huyo ni yule mwanamke aliyekuwa mchepuko wa baba yako? Yule mwanaharamu aliyeniharibia ndoa yangu? Ha! Asante Mungu, umemchukua mwanaharamu. Mariamu alitupa maharagwe yanayotengeneza. Maharagwe yakatawanyika kama vumbi la nyumbu. Akainua mikono angani. Akacheza ngoma za kwao huku akimshukuru Mungu vile anawakomesha watesi wake. Jenny alimuona mama yake kama mtu aliyepoteza akili kabisa. Wewe dereva tax, mzee wa vitoto vya 2000. Sasa utatafuta mwingine? Huna unachokosa kwangu. Hayatafuta mwingine sasa, mzee wa totozi. Ray aliporudi nyumbani usiku wa manane, alimkuta Mariamu amelala kwa furaha. Amelala na tabasamu usoni. Yeye akajifungia chumbani. Akalia usiku kucha. Jenny alisikiliza nyuma ya mlango. Na moyo wa Jenny uligawanyika vipande viwili. Kimoja kwa baba yake anayeumia, kingine kwa mama yake anayefurahia maumivu ya baba yake. Wakati mwingine, ndoa inakuwa uwanja wa vita, na watoto ndio wanaokufa kwanza. Mwezi mmoja baadaye, Ray alimchukua Abiria. Abiria alikuwa mwanamume mwenye kelele nyingi siti ya nyuma. Ndiyo, yule bodaboda aliitwa Hamza. Alinusurika ajali ile. Alipatiwa damu na dereva taksi fulani. Lakini abiria wake, mwanamke aitwaye Hidaya, alifariki. Mwanamke huyo alikuwa mchumba wa dereva fulani wa taksi. Inasemekana yule dereva alilia kama mbuzi anayechinjwa. Gari la Ray lilisimama kwa ghafla. Abiria alimwangalia kwa hofu. Hamza, ndiye niliyemtolea damu. Yule bodaboda niliyemwokoa, ndiye aliyemuua Hidaya. Wewe ndiye yule dereva? Mungu wangu, mimi nishushe hapa, sihitaji shida. Abiria alishuka. Hakulipa nauli.
Alikimbia kama kaona nyoka. Ray alibaki peke yake kwenye gari. Akapiga kelele ndani, kelele ambayo hakuna mtu aliyeisikia isipokuwa Mungu na malaika wa Hidaya. Alitoka kwenye gari. Alikunywa pombe kwa mara ya kwanza tangu Hidaya afe. Alikunywa kiasi cha kutosha kusahau jina lake, lakini hakumsahau Hidaya. Pombe haisaidii kusahau. Pombe inakusaidia kulia kwa sauti zaidi. Dunia ni ndogo sana. Habari za Ray kutoa damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Hamza, mtu aliyesababisha ajali iliyochukua uhai wa mpenzi wake Hidaya, zilimfikia Mariamu nyumbani. Aliporudi nyumbani akiwa kalewa, Mariamu alimlaki kwenye mlango. Dereva tax mlevi, hiyo ndiyo heshima yako? Unalewa kwa nini? Kwa sababu umemwokoa yule aliyemuua mpenzi wako? Ha, Mungu fundi. Alikuonyesha kwamba hata wema wako unaweza kuwa adhabu yako. Ray alipiga magoti, akalia kama mtoto mdogo aliyempoteza mama yake. Jenny alitoka kimya kimya, akaketi karibu naye. Hakusema neno. Alimshika mkono tu. Na wakati mwingine, kimya cha mtoto ni dawa zaidi ya maneno ya mwanathiolojia mwenye shahada ya uzamili. Kama umependa simulizi hii, basi tunakukaribisha kuendelea kusikiliza sehemu inayofuata. Hakikisha umebonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kuipata punde tu itakapopostiwa. Usikose, kwa sababu hadithi hii ndiyo kwanza inaanza kuwa moto zaidi. Next Bongo, hadithi zinaendelea.